Moyo, yani ukiutafuta moyo wa injili, kwamba injili ili iendelee kupumua ni lazima wawepo wavuvi. Kama hakuna wavuvi, injili imekufa. Sijui kama unanielewa. Moyo wa uvuvi. Sasa Yesu, Biblia inasema kwamba alikuwa anatembea kando kando ya ziwa la Galilaya. Hili ziwa la Galilaya, kuna watu wengine labda kwa ajili ya kwa maana tu ya ufahamu wako, ni kwamba unaweza ukasema labda kulikuwa na bahari nyingi sana katika hiyo Galilaya. Kwa sababu katika injili hizi tatu ili limetajwa kwa majina tofauti. Hapo wanaita bahari ya Galilaya, lakini kuna sehemu ukisoma kwenye kitabu cha Marko wanatumia jina la bahari ya Genesareti, si ndio? Lakini ukisoma tena kwa Yohana anatumia jina la bahari ya Tiberio. Lakini ni bahari moja. Ni bahari ile ile. Unaweza kusema zilikuwepo bahari nyingi. Bahari ilikuwa ni moja, lakini iliitwa kwa majina tofauti kutokana na jiografia ya pale. Kwamba watu ambao walikuwa kando kando ya huku waliitumia jina lao kwa bahari hiyo hiyo, na watu wengine waliokuwa huku wakatumia jina jingine kwa bahari ile ile. Sasa inategemeana mwandishi alikati anaandika alikuwa upande gani. Kwa hiyo anachukua jina kulingana na ile jiografia. Kwa hiyo ilikuwa ni bahari moja tu hiyo hiyo ambayo Yesu aliwakuta hawa Petro, Simoni na ndugu yake Andrea wanatupa jarife lao katika bahari kuvua samaki, na akamwambia nifuateni, na mnaponifuata basi mimi nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Uvuvi wa watu ndio moyo wa injili kama ambavyo tumesema. Uvuvi wa watu ndio moyo wa Mungu. Uvuvi wa watu ni wito wa kila aliyeokoka, sio wa wachungaji. Kuvua watu ni wito wa kila aliyeokoka. Yule ambaye amemfuata Yesu anatakiwa kuwa mvuvi wa watu. Wewe haumfuati Yesu, acha kuvua. Lakini kama unamfuata Yesu, umeamua kumfuata Yesu, uwe mvuvi wa watu. Hii ni wajibu wa jumla wa wale wanaomfuata Yesu. Tukiacha vile vipawa ambavyo tulikuwa tunaongea kwa ajili ya watenda kazi, hii tunazungumza kwa ajili ya kila mshirika. Yule ambaye ni mfuasi wa Yesu ni lazima avue watu, kwa sababu ndicho alichoitiwa kuja kuwa mvuvi wa watu. Kanisa lisilovua ni sawasawa na social club. Makanisa yamegeuka kwa social club. Sawa, si ndio? Yani wanakwenda tu kukusanyika pale kwa ajili ya mambo yao ya burudani, lakini hawana wajibu wowote wa kiroho. Wajibu wa kiroho ni kuwa wavuvi wa watu. Na kama tunataka kanisa lisije likawa social club au mkusanyiko wa watu ambao wanakuja kwa ajili ya mambo yao ya burudani, ni lazima kuvua watu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa katika message hii au somo hili nimekuandalia maswali 4 ambayo nataka tuyajibu. Tajitahidi twende haraka haraka tuweze kuyajibu haya maswali 4, lakini ni muhimu sana tukiweza kuyajua na kuyaelewa vizuri, yataweza kutusogeza hatua moja mbele. Swali la kwanza litakuwa hivi: kwa nini watu wavuliwe? Tutajiuliza hivi. Unaweza ukaliandika hilo swali basi moja alafu karuka mstari kadhaa, tutakapokuwa tunajibu moja moja utakuwa unapata. Kwa nini watu wavuliwe? Kuvuliwa, yani kuvuliwa ni kama tunavyovua samaki. Maana kama maneno yanafanana, kuvuliwa na kuvuliwa. Yanafanana. Sio kuvuliwa nguo, kuvuliwa kama samaki kutoka kwenye maji. Kwa nini wavuliwe? Kuna sababu gani watu wavuliwe? Yesu amewaita Petro na Yohana. Tunataka tujue kwa nini amewaita ili wavuliwe. Lakini swali la pili ambalo tutajiuliza, ambalo ni muhimu sana, ni kwa nini
sisi tufanye kazi ya uvuvi wa watu? Kwa nini sisi hapa tufanye kazi hiyo ya uvuvi wa watu? Why? Hilo swali tutalijibu wakati unaandika. Tutajibu, tutasaidiana na wewe kujibu swali hili ili tuone kama tuko vizuri. Swali la tatu ambalo tutajiuliza katika somo hili pia ni kwamba kwa nini makanisa mengi hayavui watu? Ikiwezekana likiwemo letu. Ikiwezekana likiwemo letu. Kwa nini makanisa mengi hayavui watu? Hayawajibiki kufanya hii kazi ambayo waliitiwa. Kwa sababu kama tunaona kwamba waliitwa Petro na Yohana kumfuata Yesu ili wawe wavuvi wa watu, so why the church is not vualing people? Hivyo sasa ukikosa neno suna unaweka hiyo, unaweka tu linalokuja. Kwa nini halivui kanisa watu? Kwa nini? Si hapa ndio tunataka tujibu swali pale. Tutajibu swali hilo la tatu. Na swali letu la mwisho tutaenda kuangalia kwamba kuna matokeo gani kwa kanisa linalovua watu. Kwamba kanisa linalovua watu lina matokeo gani? Au linapata matokeo gani? Haya ni maswali manne, very important, muhimu sana. Tukiweza kuyajibu haya, tunaweza tukawa tumepiga hatua moja muhimu sana. Sasa ngapi? Kwa nini watu wavuliwe? Nani anaweza katuambia? Kwa nini watu wavuliwe? Nani anaweza katupa hint? Tuanze na hilo swali la kwanza. Kwa nini watu wavuliwe? Hello? Darasa hili msisahau ni chuo cha Biblia. Ni chuo cha neno la Mungu. Kwa nini watu wavuliwe? Wewe unafikiri kwa nini watu wavuliwe? Hauna wazo kwamba kwa nini watu wavuliwe? Kwa nini Yesu aliita watu wavue watu? Hello? Ndio madam, napenda hiyo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sababu ya watu kuvuliwa ili waokoke, waje kwa Yesu, wamtumikie Yesu. Amen. Sababu ya kwanza ni agizo ambalo Yesu alilitoa kwamba tuwahubirie watu. Sawa. Lakini pia tuokoe roho zao zisiangamie. Tuokoe roho zao. Yes. Ndio. Zisiweze kuangamia. Very good. Tunafanya hivyo? Kama kanisa tuna wajibu huo tunafanya, lakini hatujafanya kwa ile pasavyo zaidi. Hatujafanya kwa sana zaidi. Sawa. Vizuri kabisa. Basi wapigieni makofi wale ambao wamejibu. Wamefanya vizuri sana, wametoa michango yao. Sasa kuna point kadhaa hapa nitazisema, lakini haziko mbali sana na wale waliochangia, kwamba ya kwanza watu wanavuliwa kwa sababu wamepotea. Ndio ukweli wenyewe. Watu wamepotea. Na Mungu hapendi watu wapotee. Sijui kama unaelewa. Watu wamepotea. Hebu tusome ile Petro andika pale Petro wa pili mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 9. Waraka wa pili wa Petro, tafadhali. Biblia. Msomaji. 3:9. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na mstari wa 9, Biblia inasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Ndio. Kama wengine
kama wengine wanavyodhani kukawia. Sawa. Bali huvumilia kwenu. Sawa. Maana hapendi mtu yoyote apotee. Hapendi mtu yoyote apotee. Tuko pamoja? Nisikilize. Ngoja niseme hiyo aya kwa maneno yangu, kwa maelezo yangu. Sawa. Kuna watu ambao wanafikiria kwamba Mungu amekawia. Yesu alisema atakuja, lakini mpaka leo hatujawahi kumwona. Unaona? Yaani Yesu alisema atakuja, lakini mpaka leo hatujawahi kumwona. Yule kijana mimi nikamwambia, wewe unasema Yesu alisema atakuja mpaka leo hajaja. Unajua Yesu ni Mungu? Unajua kwamba Yesu ni Mungu? Yesu kwa hesabu za Mungu, toka Yesu ameondoka hapa duniani, leo ni siku 2. Kwa hesabu za kimungu. Kwa maana kwa Mungu miaka 1000 sawa na siku moja. Miaka 1000 sawa na siku moja. Sasa ina maana toka Yesu aondoke leo ana siku 2. Nikamuuliza, wewe una miaka mingapi? Unaishi hapa duniani kama inzi, leo umezaliwa, kesho umekufa, alafu unajifananisha na Yesu kwamba amechelewa. Yesu hajachelewa. Sema akisema kwamba anakuja baada ya siku 7, wewe utakuwepo. Miaka 7,000. Akisema kwamba anaenda kumaliza wiki mbinguni, atarudi hapa miaka 7,000. Sasa wewe unamsema amechelewa. Yesu amechelewaje? Sikiliza, ngoja nikwambie. Mungu, wakaanza kusema Mungu amekawia kuleta nini? Hukumu. Amekawia kurudi. Lakini kumbe Petro anatuambia kwamba Mungu hakawii, ila kuna wakati anasubirisha, kwa sababu watu anataka wote wafanye nini? Waokoke, wafikirie toba. Hawa waliopotea na wenyewe watubu. Ndio kusudi la Mungu. Tunaona kama kuchelewa kufikisha siku 2. Pengine Yesu angekuja baada ya siku 1 tu, lakini anasubiri afike angalau siku ya 3 watu waokoke. Tuko pamoja? Ili watu waokoke, kwa sababu hapendi hata mmoja apotee. Kinyume cha kutopenda ni kupenda. Tuko pamoja? Kwa hiyo Mungu anapenda watu waokoke, hapendi wapotee. Tuko pamoja? Kwa hiyo sababu kubwa ya kwa nini watu wavuliwe ni kwa sababu Mungu anapenda watu waokoke. Tuko pamoja? Ili wasipotee. Lakini pia tunaona kwamba Yesu alikuja kwa kazi hiyo. Luka 19:10. Nafikiri tuliisoma wakati ule. Luka 19:10 inasema, kwa maana mwana wa Adamu alikuja duniani kutafuta na kuokoa kilichofanya nini? Kilichopotea. Watu walikuwa wamepotea. Yesu alivyokuja anatuambia, unifuate nitakufanya mvuvi wa watu, kuwavua hao waliopotea. Tuko pamoja? Kuwavua hao waliopotea. Kwa maana tunafanya kazi pamoja na Kristo, kama tulivyosema kwamba sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu. Tunafanya naye kazi hii ya kuwachukua hao waliopotea, kuwarudisha kwa mbinguni. Yesu hakuja kuanzisha dini wala dhehebu. Wakati anakuja zilikuwepo dini nyingi sana. Zilikuwepo Buddhism, Hinduism, sijui nini. Zilikuwepo dini nyingi, lakini Yesu hakuanzisha dini. Kuna watu wanasema Yesu alianzisha Ukristo. Yesu hakuanzisha hata Ukristo. Yesu alileta wokovu. Hakuleta dini. Hakuleta system. Alileta wokovu. Ndio kitu alichokuja kufanya. Wafuasi wake ndio baadaye walikuja kujiita Wakristo. Baadaye alishaondoka miaka karibia 20 ndio wakajiita Wakristo. Alipokuwepo hakuna hata Mkristo mmoja aliyeitwa kwamba Mkristo. Yesu alileta wokovu. Ndio kitu, ndio purpose, ndio kusudi ambalo lilimleta hapa duniani. Kuja kuokoa. Hakuleta siasa.
Hakuleta mashirika ya umma. Hakuleta benki kama Bishop alivyokuwa anasema siku ile. No, amekuja na purpose moja, kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kama mnatengeneza system, tengenezeni nyie, lakini kusudi la Yesu na wala aliowaita ni kuvua watu wasipotee. Full stop. Uvuvi wa watu ni mapenzi ya Mungu. Kama kuna kitu cha kutamani kufanya, kama kuna kitu ungetamani sana kufanya, ni kufanya kile ambacho Mungu anakipenda. Ya kweli. Mimi nashawishika sana sasa hivi. Baada ya huu ufunuo kuja, ninashawishika sana kwamba kumbe kama kuna kitu ninatakiwa nifanye, chochote sasa hivi cha maana, ni kufanya kile ambacho Mungu anapenda. Na kufanya kile ambacho Mungu anapenda ni kuvua watu. Kwa sababu yeye hapendi hata mmoja apotee. Sisi tungependa watu wengi wapotee, au tusingejali kama wanapotea. Tunakosa kusudi la kuwepo. Tunakosa kusudi la kuwepo kwetu. Tunakosa kusudi la kuwepo kwetu. Mimi wakati ule niko kijana, nafikiri kwa mdogo, labda kama huyu hapa, huyu bwana kaka, hebu njoo hapa. Njoo tu. Nafikiri nilikuwa kama huyu. Huyu bwana. Wewe unacheza mpira? Namba ngapi? Wewe ni kipa? Beki. Wewe beki sasa. Sawa, wewe beki. Yeye anacheza mpira. Mimi nilikuwa nacheza mpira na nilikuwa nacheza mbele, nilikuwa nafunga sana magoli. Niko mdogo hivi, nilikuwa nafunga magoli sana. Sasa siku moja nimekutana na wale wenzangu wakubwa tunacheza nao, wakaniambia kaa kipa. Nikamwambia sasa mimi nitakaaje kipa? Sijawahi kukaa kipa. Nikaenda nikakaa golini pale. Wameniambia kaa kipa, wameniambia kama hutaki toka. Nikabidi nikakae kipa. Sijui kudaka. Basi ikawa inakuja mpira napigwa nika. Kile kipigwa ka. Wakaniambia sasa wewe umekaa kufanya nini hapa? Kama huwezi kudaka umekaa kufanya nini? Yaani wakagombana wale jamaa. Mpaka mwishowe magoli mengine alikuwa anafungwa mpaka na mimi nashangilia. Mimi niko pale goli tumefungwa. Tumefungwa sisi alafu mimi nashangilia. Sasa yani siyaoni wakipita linapita tu. Mpaka wakati tumefungwa sisi. Unajua kanisa la leo halitofautiani na mimi ugolikipa wangu. Limewekwa pale kwa mvuvi wa watu, lakini samaki wanapita tu. Kanisa linaangalia tu, huyo sangala. Huyo nini. Yanavu halina habari na vuvi. Kanisa haliwezi kuvua. Si nyaya zimetoboka au si namna gani? Au ni ugolikipa kama wa kwangu? Wakwenda kukaa tu pale hivi, uzuii goli. Tumeitwa kuwa wavuvi wa watu. Kama unataka usiwe na ugolikipa wangu, vua watu. Amen. Vua watu. Wewe vua watu. Alafu utaona baraka za Mungu zinavyokuja mbele yako. Sasa kanisa haliwezi kudai mapenzi ya Mungu pasipo kupenda roho za watu. Na huu ndio ukweli wenyewe. Hatuwezi tukasema Mungu anatupenda tukakazana kueleza habari za mapenzi ya Mungu wakati sisi hatupendi roho za watu wengi. Tunaziacha zinaangamia. Hakuna upendo wa namna hiyo. Hakuna upendo wa namna. Hakuna sababu ya kuendelea kudai upendo wa Mungu wakati ndugu zetu. Unaweza kumkuta mtu anatangaza tu ndugu zake wanavyofanya dhambi. Tena wala hashtuki. Anasema shangazi yangu moja changudoa na mjomba wangu jambazi na anaweza kuwataja wote majina mabaya.
lakini anafanya nini? Wasipotee. Hakuna. Bibi yangu mchawi, bibi yangu mchawi sana. Mchawi. Sasa umefanya nini? Jirani yangu mbea. Yeye hajawa Arusha hata siku moja. Mbea tu. Mbea, si mwongo, nini? Sasa umefanya nini? Hakuna. Umemwacha apotee. Umemwacha apotee. Sasa hii inatupeleka kwenye swali letu, lakini nataka ni conclude pale kwa kusema kwamba watu kuvuliwa ni mpango sahihi wa Mungu. Hebu sema maneno hayo na pamoja na mimi. Watu kuvuliwa ni mpango sahihi wa Mungu. Yes, very cool. Ipieni makofi kwa hilo. Sasa kama unataka kufanya mpango sahihi wa Mungu, vua watu. Vua watu. Utakuwa umefanya mpango sahihi wa mtu. Sasa hii inatupeleka kwenye swali letu la pili, kwamba kwa nini sisi tufanye kazi ya uvuvi? Why should we vua people? Kwa nini tuvue watu? Kwa nini sisi tuvue watu? Hello? Kwa nini tuvue watu? Ninazo sababu kadhaa hapa ambazo nimeziweka. Nafikiri zinaweza zikatusaidia kujua kwa nini tuvue watu. Sura ya 28 mstari wa 19 inatuambia nini? Matthew chapter 28 verse 19 inatuambia nini? Somee pale Mathayo 28:19. Mathayo 28:19 inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, yes, na la Mwana, yes, na la Roho Mtakatifu, yes, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Very good. Sikiliza. Tumeokolewa na kutumwa. Tuko pamoja? Hii aya inatuonyesha kwamba tumeokolewa na kutumwa kwenda ulimwenguni kote kuwafanya watu hawa, yani hawa ambao tunawavua, twende tukawafanye kuwa wanafunzi wa Yesu, na hatimaye na wenyewe waweze kufanya nini? Sasa utaona kwamba Wakristo bila uinjilishaji ni sawasawa na taa iliyo vunguni. Wakristo, unapokuwepo Mkristo pale bila kufanya kazi ya injili, bila kufanya kazi ya kuvua watu, unafananishwa na taa iliyo uvunguni. Mathayo sura ya 5. Tafadhali. Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 hadi 16 binasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nini ni nuru ya ulimwengu? Wale walioitwa. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo, nuru yenu iangaze mbele ya watu, ndio wapate kuyaona matendo yenu mema, yes, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Very good. Bila injili unaona kwamba hii ni taa iliyowekwa uvunguni chini ya kiango. Sasa unaweza kuwasha taa alafu ukaiweka chini. Kwa mfano hizi taa sisi tumeweka hapa zitumulikie. Je, vipi tungekuwa tumeziweka chini ya viti? Ungesomaje Biblia? Hello? Tungekuwa tumeziweka chini ya viti taa zikamulika miguu, tungeona? No. Inatakiwa iangaze. Tuko pamoja? Itupe nuru. Kwa hiyo wewe unapohubiri injili, ndio hiyo nuru ambayo unayo
inaangaza duniani. Unapopeleka nuru, unapopeleka injili, unapopeleka habari njema, unapovua watu, ndio mwangaza wa nuru yako ambayo unatakiwa kuangaza duniani. Ukificha injili ni sawasawa na, au usipohubiri ni sawasawa na taa unaiwasha alafu unaiweka uvunguni. Labda kama kuna panya, unataka kumulika panya. Lakini kama hauna panya, unapelekaje taa uvunguni? Poteza panya. Sababu nyingine ni kwamba, kwa nini sisi tufanye kazi ya uvuvi? Hakuna wokovu bila uvuvi. Huo ndio ukweli wenyewe. Kwa nini sisi tuwe wavuvi? Ni kwa sababu hakuna wokovu bila uvuvi. Hata wewe uliyepo hapa ulivuliwa. Hebu nani ambaye alikuja kwa Yesu hapa bila kuvuliwa na injili? Halo? Nani ambaye amekuja kwa Yesu bila kuvuliwa na injili hapa? Kwamba mimi sikusikia injili na wala injili sifahamu, lakini nimemwamini Yesu. Yupo? Kama yupo, nampeleka mbinguni leo leo. leo nakupa tiketi ya kwenda mbinguni. Kwamba wewe hujasikia injili lakini umemwamini Yesu. Leo nakupeleka mbinguni. Ni kwamba lazima ulisikia injili. Kama sio kwenye radio, kama sio kwenye tracks, kama sio kwa kusoma Biblia, kama sio kwenye majukwaa, kama sio kwa kushuhudiwa, lazima ulisikia injili, kwa sababu kuna mtu mmoja mvuvi alitoa injili, wewe ukaipokea. Tuko pamoja? Haleluya. Na ndivyo wewe unatakiwa kufanya ili uvue wengine kama wewe ulivyovuliwa. Sasa kwa hiyo hakuna wokovu bila uvuvi. Na Biblia inatuambiaje? Watasikiaje wasipohubiriwa? Warumi 10:14. Basi Rumi 10 mstari wa 14. Biblia inasema, basi watamuitaje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Pasipo mhubiri. Watamsikiaje pasipo mhubiri? Ina maana kwamba wale watu walioko kule hawawezi kusikia injili kama wewe haujahubiri. Tuko pamoja? Kama mimi na wewe hatujahubiri. Maana yake nini? Hakuna wokovu kama hakuna uvuvi. Sasa ndio hivyo, labda tujadili sasa, kwa sababu hili ni somo, tunajadili kwamba je, tumejipanga kuacha uvuvi ili pasiwepo wokovu? Au ina maana kwamba sasa tutajipanga kufanya uvuvi ili wokovu uendelee? Kwa sababu kutofanya uvuvi ni kuzimisha wokovu. Kwamba sisi tuliookoka tumetosha, hatutaki watu wengine waokoke. Very sad. Very sad. Lakini sababu nyingine kwa nini sisi tuvue ni hii, inahusiana na huruma. Adui anawinda na kumeza watu bila kila kukichao. Adui anawinda watu na kumeza kila kuchao. Petro wa kwanza 5:8. Petro wa kwanza 5:8. Labda kwa sababu ya muda we can cut. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 8 Biblia inasema, mwe na kiasi na kukesha. Ndio. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba mshtaki wenu Ibilisi kama simba aungurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze. Mshtaki wenu huyo Ibilisi ni kama simba
Kuna watu wengine huwa wanamsema shetani eti ni simba. Biblia mimi inaniambia ni kama simba, anajifananisha na simba. Simba original ni Yesu, ndiye anaitwa Simba wa Yuda. Simba wa Yuda anaunguruma, huyo ndio simba. Huyu ni kama, Biblia inasema ni kama anaigiza usimba, lakini sio simba, ni nyau. Hata nyau nafikiri sio nyau, sio ni paka. Sawa? Ni paka au sio ni nani? Sio simba, ni Yesu Kristo. Sasa anajifanya na yeye simba, anatafuta watu awameze. Anatafuta watu awameze. Ndio sababu ambayo sisi tunatakiwa kufanya nini? Kuvua watu. Tumepewa kwa sababu watu ambao wako chini ya nani. Kuna sad story huwa naisimulia ya ndugu yangu mmoja ambaye alikufa hivi hivi. Namwangalia. Tena tumeagana, niambia bana ngoja niingie ndani. Tukamwambia twende tukale ndani. Alikuwa anauma tu vitu ambavyo havieleweki hivi. Mwili unauma, anakwenda hospitalini, anasikia vinauma tu. Sasa baadaye siku hiyo amekuja, yuko nyumbani kwetu pale, ni binamu yangu. Nikamwambia twende tukale tu, wameivisha. Akaniambia tangulia tu binamu, tangulia tu binamu. Kumbe alikuwa na mpango wa kujinyonga. Ninatoka kula ugali, narudi nakuta pale ameshakauka kwenye mti. Hapo tumekaa, ameshakauka kwenye mti. Hakuna tukio ambalo huwa linaniumiza ninapolikumbuka kama hilo. Nini? Adui yetu kila kukicha anaua, anameza. Ndio maana tunatakiwa kwa bidii sana tuvue hawa watu kabla hawajamezwa. Tuko pamoja? Wewe nikikuuliza hapa unaweza kunieleza experience nyingi sana za watu ambao wamemezwa au wamekufa kwa vifo kama hivyo. Wameteketea na leo hawapo. Lakini kumbe wangepata nafasi ya kuvuliwa. Tuko pamoja? Wasingeweza kwenda, wasingeweza kufa. Wasingeweza kumezwa na huyu mshtaki wetu Ibilisi.